Kama umeendelea kufuatilia na kugundua hilo, tofauti zilizopo ndani ya injili za sinoptiki za Mathayo, Marko, Luka zinaonekana kama wa kwanza atakuwa wa mwisho atakuwa wa kwanza mwishoni, ikimaanisha watakuwa Luka kisha Marko halafu Mathayo, kwamba mwisho wa nyakati hauhusu Mathayo pekee bali injili zote tatu za sinoptiki. Luka kwanza kabla ya dhiki, Marko katikati ya dhiki, Mathayo baada ya dhiki. Ukiwa umekuwa katika uelewa huu na kugundua kwamba sababu ya kuwa na tofauti nyingi ndani ya injili zao ni kwa sababu zinafunua unabii, acha nikuonyeshe nyingine ya kuswaisha. Je, unajua kwamba neno dhiki halipatikani popote katika injili ya Luka? Sio tu katika hotuba ya Luka, lakini hakuna mahali popote katika injili ya Luka. Je, unapata neno dhiki? Au tafsiri yake, maana ya Kigiriki ya neno dhiki haipatikani popote katika injili ya Luka, lakini tunalipata mara 3 katika injili ya Marko na mara 4 katika injili ya Mathayo. Kwa kweli, katika hotuba ya Marko tunalipata mara 2 na katika hotuba ya Mathayo tunalipata mara 3. Unajua kwa nini halipo katika injili ya Luka? Kwa sababu Luka anazungumza na bibi harusi wa Kristo. Hii ndiyo sababu hotuba katika Luka katika sura ya 21 mstari wa 36 ndiyo mstari pekee wa kabla ya dhiki katika hotuba zote. Inasema, kesheni basi mkiomba kila wakati ili mpate kuhesabiwa kuwa mnastahili kuokoka. Mambo haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Umesikia hilo? Ili kuepuka mambo haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu, bibi harusi wa Kristo wa Luka hatapitia dhiki yoyote, lakini sehemu ya mihuri na baragumu ya Marko na Mathayo itapitia. Siri nyingine kubwa imefichuliwa. Mungu akubariki. Kwaheri kwa sasa.